ili ukaweza kuchambua mswada mzima wa swala zima hili ni Edwin Kegoli. Asante. Jina zito kweli kweli, utanikata ulimi bwana Edwin. Fred Ouru, asante sana kwa kufika. Hawa ni vijana ambao wako na muungano wao wa Intercounty Youth Consultative Forum, katibu mkuu na mwenyekiti. Yes. Kwa nini swala hili limewapiga mshipa sana hadi kuweza kuandika mswada ama ombi la kuweza kutaka serikali isitishe mpango mzima wa ushuru wa ziada kwenye bidhaa? Tuanze na bwana mwenyekiti. Asante. Kwanza wacha nishukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa ya kuwa hapa siku ya leo. Na tunajipata sisi kama Wakenya katika njia panda. Na mafuta ya petroli, diesel, kerosene ikiongezeka ina affect kila nyanja. Kwa sababu unaangalia the means of production. Hizi viwanda vinatumia mafuta, magari yanatumia petroli na diesel pia kutembea. So mafuta inapatikana katika kila sehemu, na bei ikiongezeka ya mafuta and then ina affect kila sector. We'll find that the cost of production will be so high that it affect the common mwananchi. Na ukienda katika retail shops kule vijijini, katika town and cities, utapata kwamba ongezeko la bei ya mafuta linaathiri the price of commodities. Na hii familia zetu hapa nchini Kenya hazijakuwa empowered strong enough to sustain such a fuel increment. Na ndio tunasema kwamba kama serikali haitafanya jambo kusitisha huu mpango wa this VAT 2013 Act, and then this country is likely to be plunged into a recession. Na ukiangalia pillars za uchumi wetu hazijakuwa dhabiti kustahimili matukio kama haya. You'll find that itakuwa vigumu sana even for small families to make savings. Unaona? Alafu zile small businesses zenye vijana wana run zitakosa, hata the profit margins zitakuwa so diminished that hawatakuwa na cha kusave, and that will impact on the purchasing power, which negatively affects the GDP. Naam. Fred, kwa nini mnahisi kwamba swala zima hili la kuongezwa kwa ushuru wa ziada kwenye bidhaa litaathiri vijana? Manake ni kama mmejitokeza kuweza kutetea wanarika. Tumetembea mashinani. Juma iliyopita tulikuwa Kakamega, Garissa. Tumeongea na vijana mashinani. Na wote wanalia kama saizi ndio gharama ya maisha iko juu. Na wakiongeza ushuru. Na ushuru inasemekana inafanya uchumi inapanda kwa kila nchi. Wakiongeza ushuru kwa petroli itafanya maisha ipande. Na kama maisha saizi ndio inalemea mavijana mtaani na vijana wako mashinani. So wakiongeza ushuru maisha itakuwaje? Tunaomba tumeona kesho tuende tupeleke mswada bungeni, na tunaomba wabunge watukaribishe. Tunaenda kupetition bunge kesho. On Thursday tunaenda court ku make sure hii maneno isi take effect, because inafaa kuanza kufanyika kuanzia tarehe 1 Septemba. Na tumeona mavijana wanalia sana. Mavijana, kama ushuru ya petroli imeongezwa itafanya uchumi pande. Uchumi kipanda, kampuni zitafunga. Mavijana watakosa kazi. Mavijana watakosa kazi, wavijana wataingia kwa hizi vituko mbaya za mtaani, za kuiba, za kufanya hivi, kuua mtu, crime rates na kama hiyo. Ndio maana tuliamua sasa kama sisi wa vijana Intercounty Youth Consultative Forum tunaenda mswada na tunaenda kupinga hii kitu. Thursday tunaenda kuchukua Thursday tunaenda kuchukua court injunction to make sure that we stop this na nitakuwa narudi kwenu muweze kutueleza mtafanya namna gani, mtandamana paka bunge, mtakwendaje. Lakini kwa sasa wacha tumlete mchanganuzi na mtaalamu wa uchumi Michael Makoha Wanjala, ambaye atakuwa anatupatia misingi haswa ya namna gani petroli ikipanda kama mnavyosema kwamba maisha vile vile yanapanda. Kwa njia ya simu, bwana Wanjala, hujambo? Jambo Rufti Machambo. Salama sana, uliko kwema? Niko Mombasa huku kwema. Naam. Yes. Unaburudika kupunga unyunyu na kula vya chumvi, sio? Tukingojea haya matatizo ambayo yataletwa na muongezeko huu wa ushuru. Naam. Yes. Na swali ambalo nitaliuliza kwa niaba ya mtazamaji na mwananchi wa kawaida ni kwamba si kila kitu kinatumia petroli, lakini inapopanda kila mtu analia, wanasema gharama itapanda. Namna gani, tufafanulie kiuchumi?
Ni kweli kwamba petroli inapopanda bidhaa nyingi zote huenda zikapanda, kwa sababu bidhaa zinazotoka kwenye mahali ambapo zimetengenezewa zinapoelekewa mwananchi wa kawaida, hiyo hali ya uchukuzi inatumia mafuta. Aha. Kwa hivyo bidhaa yenyewe huenda haijatumia petroli, lakini kwa vile inatolewa mahali ambapo imetengenezwa kuenda mahali ambapo itatumika na mwananchi, safari hiyo inagharimu petroli. Hivi ni kwamba wakati petroli inapopanda inagonga takriban bidhaa zote kwenye uchumi. Kwa hivyo tunatarajia kwamba kuna asilimia karibu 18 ya bei ambayo huenda ikaongezeka, kwa sababu pia wafanyabiashara kwa kawaida, ushuru unapoongezeka, ushuru huo hawauchukui wao wenyewe, wanaupitisha kwa mwananchi ule ambaye tunasema end user. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wao watahifadhi profit yao ile wanatengeneza, na mzigo huu watausukuma mpaka ufikie mwananchi wa kawaida. Na kwa mujibu wa katibu mkuu Michael Thuge katika wizara hii ya fedha, alizungumzia na kuelezea kwamba ni katika hali ya kutekeleza ule wajibu na ahadi ambayo iliwekwa na Kenya miaka 2 iliyopita kwamba itaweza kutekeleza matakwa ya shirika la fedha la kimataifa IMF kwamba itapunguza matumizi na kupandisha mapato. Lakini kinacholengwa hapa ni mafuta ya petroli. Hebu tueleze ni bidhaa zipi na nyanja zipi ambazo zitaathirika wakati petroli itafikia kiwango cha shilingi 131 kwa kila lita? Nianze kwa kusema hivi, na nimesikia wenzangu pale wakitoa maoni. Nafikiri swala hili inatakana tulichangamkie kiuzima kama taifa. Kwa mfano, kama taifa tumekopa zaidi ya trilioni, na sasa tunaelekea trilioni 6. Naam. Mzigo tunaolipa kila mwaka nafikiri unakaribia takriban, nafikiri ni bilioni karibu 600-800 ambao tunalipa mzigo wa madini. Kwa hivyo tukiliangalia kiujumla kama taifa, ni kweli kwamba National Treasury wamepungukiwa na njia ambazo wanaweza zitumia kupata hela za kuendesha serikali na kulipa madeni yetu, kwa sababu tumekopa kima kikubwa kabisa. Kwa hivyo wanatafuta njia yoyote ya kuzalisha, na unajua serikali inazalisha kwa kutoza ushuru. Naam. Hivi ni kwamba Wakenya lazima wakubali kwamba tumekuwa tukikopa tukijenga asasi za serikali, tukijenga infrastructure, wakati wa kulipa sasa umefika. Na tatizo lilopo ni kwamba pesa tulizozikopa tukatumia kujenga infrastructure hazijaweza kuzalisha pesa ambazo zinaweza tosha kulipa madeni. Kwa hivyo lazima tutafute pesa nyingine za kulipa haya madeni, huku tukingojea mitambo kama SGR iweze kuzalisha pesa ambazo zinaweza kusikalijaza hilo pengo. Lakini pia niseme kulikuwa na, kwa kimombo ile tunasema a gap, kwa sababu kuna wakati kwa sababu ya hizi kujipenyeza siasa katika mambo ya policy, tukaitoa VAT kwa mfano kutoka kwa kerosene ile mafuta taa. Hivi ikaleta shida kwamba mafuta taa yenyewe yako asilimia karibu 20 chini ya bei yake ya kawaida. Kilichotendeka ni kwamba wafanyabiashara wa mafuta sasa wanachukua haya mafuta ya petroli wanachanganya na mafuta ya taa, kwa sababu hiyo inawaongezea mapato kwa asilimia 20. Kwa hivyo pia kuna ile tunasema policy challenge ambayo pia serikali inataka ifunge, ndio tusikue na hili tatizo la watu kuchanganya mafuta. Mwishowe niseme hivi. Naam. Nchi hii imepata mafuta, na swala la mafuta ni swala nzito. Utaona kwamba hata kama nchi inazalisha mafuta huwa mafuta yake hayawezi yakawa chini ya bei ya kawaida ya mafuta ulimwenguni. Mafuta sana bei hulingana, ndipo unaona hakuna mfanyabiashara anaweza chukua mafuta nchini Kenya ukajaribu kuyapeleka kuyauza nchini Uganda ama Tanzania, kwa sababu bei hiyo huwa inazawazishwa kimataifa kulingana na mikataba na makubaliano yaliyopo. Kwa hivyo pia naona swala ambalo linajitokeza pale ni dunia inaona kwamba, na imepitia katika IMF na wengine, kwamba bei zetu za mafuta inahitajika zisawazishwe na bei za mafuta ulimwenguni, kwa sababu sasa tumekuwa ni kati ya nchi ambazo sasa zinaanza kutoa hiyo mali asasi ya mafuta. Kabla nikuachilie tu, labda swala zima la kwamba ni kwa nini kufikia sasa, manake ukiangalia kama Uchina inatudai zaidi ya bilioni 500, ukiangalia kati ya zile trilioni 5 ambazo tuadaiwa na mataifa ya kigeni, na miundo misingi ambayo tumeijenga, ukitaja barabara, reli ya kisasa, hadi sasa bado hazijaanza kuleta mambo yote ya mwanya. Itachukua muda gani ndio tuanze kupumzika tukianza kuvuna kutokana na miundo misingi ambayo tumeijenga kutokana na madeni?
nafikiri hatutapoa wakati wa maisha yetu. Nafikiri madeni haya yatapita miaka 50, miaka 70. Hivi ni kusema kwamba wakati mimi na wewe tunaondoka tunaenda mbinguni ama ahera kulingana na mambo ambayo tumeyatenda, bado tutakuwa tunalipa haya madeni, kwa sababu nafikiri kama SGR kwa mfano muda wa kuilipa, iwapo tutaweza kulipa kama vile imepangiwa, nafikiri ni miaka 25. Naam. Lakini ukweli ni kwamba hatuzalishi pesa ambazo zinahitajika ndipo tuweze kulipa kwa mpango ulioratibiwa. Na pia nafikiri Loft Matambo, unajua kuna madeni ambayo kwa mfano tuliyapata wakati wa kupata uhuru miaka ya 63. Naam. Kati ya madeni hayo ambayo bado tunaendelea kulipa. Nafikiri cha msingi na cha muhimu ni kwamba kama taifa inatubidi sasa tuanze kupunguza madeni ambayo tunayakopa kwa sasa. Aha. Ndiposa mwishowe tuweze kupata afueni. Lakini kwa sasa tujitayarishe, tufunge mishipi, mzigo umefika, lazima tuubebe. Na usiondoke Bwana Makoha, shikilia hapo hapo, itisha sharubati embe uendelee kunywa, nitakuwa narudi kwako muda si mrefu. Wacha niendelee kuchapa na vijana wangu hapa studioni. Edwin, umesikia vizuri mchanganuzi wa masuala ya uchumi akizungumzia kuhusu miundo misingi na namna gani hatujaitumia vilivyo ama haijaanza kuzalisha. Lakini vijana, hata mbali kwamba mnataka kupeleka ombi kupinga mswada huu ama swala zima la ushuru, mmelaumiwa kwa kwamba hamchangamkii hii miundo misingi. Barabara ipo, reli ipo na vitu vinginevyo. Je, nyinyi mnafaa kulaumiwa kwa kudorora kwa uchumi tena mje kulalamika? Ni ruhusu niseme hivi. Changamoto ambazo tunapitia kwa wakati huu kama taifa ni changamoto ambazo ziko shared. Kuna serikali inalaumiwa kwa upande mmoja na sisi kama vijana kwa upande mwingine. There is that failure to take collective responsibility on moving our economy forward. Wakati ambapo serikali inaanzisha mchakato wa jambo fulani like kama kuomba pesa ng'ambo, sisi kama vijana hatulichangamki swala hili kuuliza serikali maswali magumu ya kwamba how are you going to utilize this money, what are the projects that are going to be aligned to this money that you are borrowing, how is it supposed to impact on our economy, how is it supposed to provide employment for our young people, how is it supposed to empower our women. Naona kimombo umekizidisha sana. Utatohoa kipindi changu cha Kiswahili. Jaribu Kiswahili zaidi. Na wakati huu ni mgumu zaidi kwa sisi wa Kenya. Na ndiposa tunasema sisi wa Kenya kama vijana tumelaumiwa kwa kukosa kuchukua msimamo dhabiti kwa masuala ya kitaifa. Na ndiposa sisi under Inter-County Youth Consultative Forum tumesema ya kwamba kimya chetu kama vijana kimefika mwisho. Kwamba kimya cha Waisraeli kilifanya wakauawa wengi sana. Wangezungumza huenda wengi wao wangepona. Hamjitumi vijana, sasa mnakurupuka kulalamikia ushuru unapanda. Miundo misingi ipo. Uhuru Kenyatta na serikali zake zilizopita Kibaki waliwajengea miundo misingi, mwaitumiaje kama vijana? Tunaona hivi, hata kama ni serikali kulipa deni. Kulipa deni ili wanaongeza ushuru kwa petroli ndio ili walipe deni. Watafute njia zingine za kulipa deni. Kama gani? Ukilipa deni unaumiza wengine. Kama sisi wa vijana sisi ndio tunajaribu kuinuka. Na ukiongezea ushuru ukijaribu kuinuka, unarudi chini. Naam. Hauwezi kuinuka. Ya pili, makampuni zitakataa, investors watakataa kuja Kenya ili kuweka ili investors wakikuja Kenya, hiyo vijana wanapata kazi. Kama investors watagopa kwa ushuru imeongezeka, nini iko, vijana watazidi kukosa kazi. So tunaomba serikali ifanye hivi. Hata kama ni kulipa deni, waongee hata na World Bank ikuje ichangie kitu. Si ati kulipa deni wakifinyilia wa Kenya wakizungumza na Benki Kuu ya Dunia bado ni deni. Kwa hivyo unataka iwe deni juu ya deni, ama ni mbinu gani za kulipia haya madeni ambazo nataka nyie kama vijana zitumike? In fact, katika ukiangalia policy statement ya the World Bank or Bretton Woods institution, iko na the provision for bailout. Na uchumi wa Kenya is a promising economy. Na sisi kama vijana tunaona kwamba serikali ingali na njia mbadala ya kulipa deni hili. Na tunasema kwamba si lazima iongeze ushuru kwa kiasi kikubwa hivyo. It can be added progressively tukisonga mbele. This way haita impact so negatively kwa uchumi wetu na kwa biashara za vijana na wamama. Ombi lenu lasemaje? Ombi letu ni hili.
Katika lile ambalo mmeliandika. Ndio. Bunge la kitaifa liweze kureconvene on this issue to review this 2013 VAT Act in such a way that VAT on petroleum products, it will be realized progressively, not instant or in lump sum. Halafu wabunge wetu watusaidie kwa kuwa makini zaidi katika kupitisha miswada, kwa sababu unataka kujiuliza mswada huu ulipita aje bungeni. Wabunge hawakuona hii VAT Act on Petroleum Products, hawakujua ya kwamba itakuja iathiri maisha ya Wakenya, hawakujua ya kwamba jukumu lao ni kuwakilisha lalama na tetezi za Wakenya bungeni. Walifeli katika jukumu lao, mojawapo ya matatu ya jukumu lao bungeni la kuwakilisha lalama na tetezi za Wakenya. Hapo wabunge tunawaambia waziwazi, mlituangusha, na tunarudi bungeni kesho saa 5 asubuhi kuleta petition to the National Assembly to reconsider this issue. Alhamisi tunaenda Milimani Law Courts kupata court injunction against the implementation of this act, because left the way it is going to impact negatively katika maisha ya Wakenya, na hatuwezi kubali maisha ya Wakenya kuathiriwa zaidi ya vile tumeathiriwa, kwa sababu nauli ikiongezeka ya magari, bei ya bidhaa ikuwe juu. Already the issue of sugar hata ijakuwa resolved. Already tuko na issue ya poison kwa mchele. So tutalilia wapi kama Wakenya? Nani atatutetea? Nani mtetezi wa Kenya? Naam, Fred, mko wangapi? Mtakwendaje hadi bunge, hadi mahakamani? Mnapanga maandamano ama itakuwa namna gani? Tupange maandamano. Tupe taswira. Tuko wengi. Kuna watu wamechukua gari, wameshaanza kutoka Garissa, kuna watu wanatoka Kakamega, kuna watu wanatoka sehemu ya Omabei, wengine wanatoka sehemu ya Meru. Wanakuja, mavijana wameamua. Mavijana siku hizo wameamua. Nimesema rais alisema akiwa Kisii tu. Vijana ni sisi tumenyamaza. Tujiongelee. Sasa tumeamua kujiongelea venye rais alisema. Kwa hivyo mtaifanyaje? Tutupatie ratiba yenu ya kesho. Ya kesho tutatoka asubuhi, tutakutana saa 5 hapo mbele ya parliament, tuingie ndani, tuongee, tutavuruga kitu, tutaenda kama gentlemen, tunaenda kama watu wenye wanajua kitu wanafanya. Sisi si watu wa kuandamana, sisi tunaenda na hoja moja, tunawaambia hii ndio petition, muiangalie, alafu kesho kutwa tutaenda mahakamani. Tupeleke petition, tuangalie kama koti kutupea to issue the various departments of the government, to issue the relevant departments, tuambie hivi koti imesema hivi, imesimamisha hiki kitu na hivi na hivi. Tunaomba serikali tafute njia nyingine ya kulipa deni, si njia ya kuongeza petroli mara moja hivi. Naam, kabla kuja kwako acha nivuke Mombasa kwake Bwana Makoha Wanjala. Makoha, natumai bado uko nasi. Vijana wanataka madeni yafutiliwe mbali. Wewe kama mwanauchumi, ni njia zipi ambazo unaweza kupendekeza kwa taifa hili la Kenya iwapo inawezekana madeni haya yafutiliwe mbali? Mwanzo niseme kwamba nafikiri nilikuwa wakati wa rais ambaye ameondoka Mwai Kibaki, ambapo tulifanya ile inaitwa reclassification. Tukatoka kwenye least developed countries tukaingia kwa medium income developing economies. Kwa huo mpigo tukajitoa katika nchi ambazo zinaweza zikafikiriwa na haya mabenki ya kitaifa kuondolewa mzigo. Kwa hivyo sisi tumechukuliwa ni kama taifa ambalo linaendelea. Kwa hivyo kufutiliwa madeni hatuna hiyo fursa tena, kwa sababu hiyo fursa inapatiwa zile third world countries ambazo zinaitwa least developed countries. Hao ndio wana mpango wa kuomba haya mabenki ya kitaifa yaweze kuondolea mzigo. Kwa hivyo niseme kwamba lakini Bwana Makoha, kidogo tu labda tuweke wazi na utuweke vizuri hapo. Kila mtu anafahamu kwamba Kenya bado ni nchi inayostawi. Na utamwelezaje mtazamaji kwamba hatupo hapo tena? Tuko kitengo gani? Tofauti kwa wapi? Sasa kuna vitengo nafikiri vitatu. Kuna first world, second world na third world. Naam. Katika hivyo vitengo sisi tumetoka kwa ile ya chini kabisa. Tumeingia ile ya medium level ambayo inastawi. Kwa hivyo sasa sisi tumetoka kwa LDCs zile za kiwango cha 3 cha chini. Kwa hivyo mpango huo haupo, lakini nawasikia wenzangu na nawasikia vizuri sana machungu ambayo walionayo. Niseme kwamba ni machungu ambayo kila Mkenya ako nayo. Tunajua maisha yamekuwa magumu, kweli mzigo umekuwa mzito, lakini nafikiri njia ambazo wanataka kuzitumia ndio kidogo zinanipa hali ya aste. Kwa mfano, sheria hii ya kuweka ushuru kwenye mafuta sio geni.
ilipitishwa mwaka wa 2013, ni vile kwa shauri ya mambo ya kura na mambo ya kisiasa ikacheleweshwa effective date. Sasa kwa sababu tumemaliza mchakato wa kura, imetugonga. Hivyo sidhani kama bunge, na hata ukirudi bungeni wabunge ni wale wale. Mwishowe pia nimesikia wanasema wanataka wapeleke petition mahakamani, jambo nzuri kabisa. Lakini pia ikubaliwe kwamba bunge lina fursa ya kutenga sheria, na sheria zilizotengwa kwa mfano wana ile tunasema finance bill. Wana haki wanapopata mswada kutoka kwa serikali kuangalia alafu kuupitisha. Wakisha upitisha, sidhani kama kuna nafasi kwa mahakama kuingilia katika hali ambayo unaweza ona kabisa ni kazi ya bunge. Lakini niseme hivi, nafikiri wenzangu pia inatakana ambao wana huu mchakato ni mzuri, lakini pia inatakana tuanze kuuliza ni vipi pesa ambazo zinakusanywa zinatumika. Kwa vile kwa upande mmoja tunasema mzigo wa kulipa madeni ni mkubwa mno, unatutatiza. Lakini pia tukiangalia ripoti za mkaguzi wa hesabu za matumizi ya pesa ya serikali, anasema katika kila shilingi 3 shilingi 1 hupotea kupitia masuala ya ufisadi. Kwa hivyo inatakana tuanze kukasa nut na bolt pale, tuseme kwamba pesa zetu ambazo zinachukuliwa kwa sisi kwa uchungu huu zisipotezwe, zitumiwe kwa njia ambayo inafaa. Baadaye nafikiri hata Wakenya wanakumbuka kuna wakati rais wetu akiwa waziri wa masuala ya pesa alianza kutumia magari ya kawaida ya kima kidogo, kina Passat na haya mengine. Ile tunasema financial austerity. Mbona hatuoni hiyo financial austerity kwa watu wa serikali? Unaona waziri mmoja anaenda na Prado 10, anaenda na Prado 6. Mbona hatuoni hawa watu wanawahurumia Wakenya, wasema Wakenya wana mzigo mzito, kwa hivyo tutumie pesa hizi kwa njia ambayo inafaa na sio kuzitumia hivi kiholela bila ambavyo tunaona. Na pia wale ambao wanazipa wachukuliwe hatua na wawekwe korokoroni. Hoja nzuri sana. Hebu tufafanulie mchambuzi wetu swala zima hili la ile riba ambayo ilikuwa inakatwa katika mikopo ambayo ilishukishwa mwaka 2016 isipite kiwango cha 14%. Kuna fununu kwamba inahitajika kuondolewa, na benki zinasema kwamba zinafurahia sana ipandishwe, kila mtu awe anafanya atakavyo. Je, hii itasaidia vipi uchumi wetu? Itaathiri mwananchi wa kawaida ama itaweza kumfanya awe pahali palipo sawa? Nafikiri itaathiri kabisa mwananchi wa kawaida. Na niseme hivi, benki hazituelezi ukweli. Ukiangalia mapato yao profit, ukiangalia kwa undani sana, hazijapunguka kwa sababu hawajaweza kukopesha pesa. Pesa bado wanazikopesha kwa watu na wanalipa. Nafikiri tatizo tulilonalo ni kwamba serikali yetu ina tamaa na inahitaji pesa nyingi. Kwa hivyo imetoa zile tunasema treasury bills na hundi, ndiposa mabenki hayapatii wafanyabiashara loan, wanapatia hizo pesa zao nyingi wanazikopesha kwa serikali kupitia masuala ya treasury bills na treasury bonds. Kwa hivyo nafikiri hiyo sheria, mimi kama mchanganuzi nitasema kwamba isibanduliwe. Hiyo sheria ndio imempa mwananchi nafikiri kilio cha mwisho. Kwa sababu tukiondoa hiyo, nafikiri riba itazidi 24%, na ndio itaongeza wizi, kwa sababu huwezi ukachukua mkopo ambao unalipa riba ya 24% na hali biashara unayoifanya haiwezi kukupa haiwezi kukadirisha kiwango cha zaidi ya 24%. Kwa hivyo nafikiri hapo pana tatizo, lakini inatubidi tuende polepole, mwendo wa wastani. Sheria hiyo isibanduliwe, na hatujamaliza muda mrefu. Nafikiri tumekaa muda wa karibu mwaka mmoja hivi. Hivyo hatujakaa muda wa kutosha ili sisi kufanya utafiti tujue kwamba sheria hiyo inafanya kazi ama haifanyi kazi. Bwana Makoha, mrefu kidogo. Bwana Makoha, nafikiri kwa mujibu wa shirika la fedha la kimataifa linasema kwamba sheria hii ya riba isiyopita 14% inafaidi serikali na makampuni makubwa, lakini si mwananchi wa kawaida. Kuna ukweli hapo ama sisi ndo hatuelewi masuala ya fedha? Sikubaliani na shirika hilo la kimataifa. Kwa sababu pia wao wana nia yao, kwa sababu unajua wakati nchi na pia tuseme hivi, ukiangalia nchi ambazo zimeendelea, riba haifiki hata kiwango cha 14%. Riba huko ni kiwango cha 2%, 3%. Kwa hivyo katika uchumi wetu tunasema asymmetry. Kuna masuala ambayo hatujatatua, ndiposa mikopo inakuwa katika hali ya juu sana. Na nafikiri masuala haya hatuwezi kuyatatua kwa haraka, ndiposa tukasema ile njia ambayo ipo tu kumwokoa mwananchi ni kuweka sheria iweze kudhibiti hivi viwango vya riba. Hivi ni kusema kwamba wasiondoe kwa upesi.
na nafikiri pia kama wananchi lazima tukubali kwamba kina IMF, kina World Bank, kina nani pia wana nia zao. Kwa hivyo utafiti wanaofanya na mawaidha ambayo wanatupa tusiyachukulie na kuyameza asilimia 100%. Lazima tuyachunguze tena huko kiundani, tuseme sisi kama taifa, je, hili linatufaidi ama halitufaidi? Naam. Asante sana Bwana Makoha, nitakuja kukuaga muda si mrefu, shikilia hapo hapo. Lakini kwako Fred, amezungumza sana mtaalamu wetu hapa wa uchumi kwamba baadhi ya mbinu ambazo mtatumia huenda zisifue dafu. Iwapo zitafeli, mtatumia mbinu gani? Anasema kama mahakama huenda ikashindwa kubatili sheria ambayo tayari ilipitishwa bungeni na sasa hivi ni kama kutekeleza tu. Mwasemaje? Tunahakika mahakama ikikataa, bungeni ikikataa kujadilia kupindua hii sheria, mahakama itatusikiza. Hatuwezi feli kwa mahakama tena tufeli kwa bungeni. Moja wao watatusikiza. Mmoja watawasikiza. Moja mahakama ama bungeni ama wote watatusikiza. Tukimalizia, wasemaje? Bunge na mahakama ni institutions ambazo zimewekwa in place kutetea haki za wananchi. Na katiba katika kifungu cha kwanza tunapewa nguvu ku exercise either directly or through elected representatives. And we are exercising option ya through institutions and elected representatives. Kama njia hiyo haitafua dafu, and then sisi tutaenda kwa maandamano. Tunaweza enda maandamano ya njaa. Tukose kula. Mko na nguvu nyinyi. Tuna nguvu. Napanga kukaa siku ngapi bila kula? As long as this issue will not be addressed. Na wakati tunaongeza ushuru, swali ambalo linakuja ni tunaongeza mishahara ya wafanyikazi, ya kwamba are we having a minimum wage, ile tunaweza sema hata ushuru ukiongezeka the common mwananchi atakuwa cushioned in some sort. Ukiangalia jinsi uchumi wetu ulivyo, huu uchumi uko ku empower the rich. Hatuna a strong middle class wale wanaweza at least mitigate on what we call trickle down effect. Na wakati kunakuwa na trickle down, kwa sababu hakuna middle class hapa, mwananchi wa kawaida anahisi huo uchungu zaidi. That's why Wakenya wanaenda kuteseka sana na hii bill ambayo inakuja into effect this coming Saturday. Na sisi tunasema kwa uwezo ambao Mwenyezi Mungu ametupa na kwa ajili ya pia nguvu ambazo Rais Kenyatta ametupa, sisi kama vijana tunaenda kufanya kila mbinu kisheria kusimamisha mswada huu. Na asante sana. Huyo ni Edwin Kegoli ambaye ndiye mwenyekiti wa Intercounty Youth Consultative Forum, pamoja na Fred Ouru, katibu mkuu wa shirika lilo hilo ama muungano huo, wakiwa wanapanga kufika katika bungeni pale kesho kuweza kuwasilisha mswada na ombi lao la kusitishwa kwa ongezeko la mafuta petroli kufikia tarehe 1 Septemba. Shukran sana Bwana Michael Makoha Wanjala ukiwa kule Mombasa. Mchango wako umekuwa wa ufaafu zaidi katika mdahalo wetu siku ya leo. Mimi naitwa Lofty Matambo. Shukran za dhati mtazamaji kwa kuweza kuwa nami kutoka saa 5 hadi sasa na kwenda